Tuko katika mwendelezo wetu wa namna wamama wanapokuwa wanashindwa wanapoteza nguvu ya kuweza kupata watoto au kupoteza namna ya kuweza kushika mimba. Tulisema kipindi chetu kilichoweza kupita kwamba nitakuja kuelezea namna ya kuweza kama mtu tayari ameshaweza kupata madhara haya, namna ya kuweza kujiondosha katika madhara ambayo yameweza kupatikana. Tuanze katika zile falme za majini ambazo wajini hawa ni falme mbaya, ni falme ambazo zinaharibu wakina mama zetu wakiwa toka wadogo. Sasa kama tayari umeshakuwa na ukajikuta una hali hiyo na umetumia kila aina ya dawa na umefanya kila aina ya dua na umepita kila aina ya mzimu na haujaenda kufanikiwa, umekwenda kusali kila aina ya sala, umekwenda kanisani, umefanya kila aina ya maombi, basi nisikilize kwa makini, atakufaa sana. Kwa hiyo madhara yaliyoweza kupatikana kwa muda huo uliokuwa nao sasa hivi, utafanya vitu hivi vifuatavyo, na vitu ni kama hivi vifuatavyo. Kwa mtu ambaye hakupata kabisa ujauzito toka anazaliwa na umri anao na anakwenda hospitali, umri wa kuweza kupata mtoto anao na amekwenda hospitali na uwezo upo au kuna itilafu lakini hakuna chochote kilichoweza kutokea, basi tiba yako ni hii mwanadamu. Tiba ya kwanza ya kufanya ya asili kabisa ambayo unaweza ukafanya hata wewe mwenyewe, tafuta mafuta ya zaituni, tafuta mafuta ya mkunazi, tafuta mafuta ya kamyuni, tafuta na mafuta ya zabibu. Changanya mafuta haya, ukishachanganya basi yachemshe katika sufuria kubwa safi. Tenga, ukishaweza kuchemsha, tenga mafuta hayo yapoe vizuri. Yakishaweza kupoa, tafuta na kitu kinachoitwa alimiti. Ukishaweza kutafuta alimiti, basi ichanganye katika mafuta hayo mpaka asubuhi, mchana na jioni kwa siku 7 mpaka 14. Mpaka asubuhi, mchana, jioni na kwa siku 7 mpaka 14. Lakini hapo haitoshi tu kutumia mafuta hayo, lazima kuwe na maombi maalum, kwa sababu kila kitu ni Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tafuta maalim, tafuta shekhe akufanyie dua za surati Maryam, azirudie aya 7, kila aya moja irudie mara 7. Atafanya hivyo asubuhi na jioni, basi mamangu utaondokana na shida hiyo. Lakini kama hakuna shehe, kuna mtu wa jadi anayejua miti, basi utaweza kumwambia kutafute mwangajini, wanaita mwangajini au mwingajini. Tafuta mwangajini huo, uponde, ukaushe, uchume, ukaushe. Ukisha ukaushe, ufunde katika kinu, afu anika. Ukisha kauka, basi unatakiwa uchemshe dawa hiyo kwa siku 7 mpaka siku 14. Lakini pia wakati unafanya tiba hiyo, hakikisha usifanye mapenzi, usiingiliane na mwanaume wala usiingiliane na mwanamke. Kama ni mwanaume, usiingiliane na mwanamke wala usiingiliane na mwanaume. Ndani wakati unafanya hiyo tiba, utachukua mwangajini huo, utakuwa unaweka asubuhi katika breakfast yako. Ukinywa chai kama ni nini asubuhi kabla hujakula chochote, basi hakikisha yale maji ya moto ya vuguvugu unaweka mwangajini huo unakunywa, alafu unatumia vyakula vingine. Na itapofika usiku hali kadhalika, kabla ya kula chochote unachukua unakunywa, na asubuhi unakunywa. Basi ndugu yangu, utafurahi sana, utapata ujauzito kwa haraka. Na hayo mambo unaambiwa uvimbe kwamba mirija imetoka sijui nini, yote itaweza kuwa sawa, kwa sababu haya zote ni taratibu za hao majini wanaoweza kupambana na mashindano makubwa na wanadamu. Kwa hiyo ndugu yangu msikilizaji, nenda kayafanye hayo na utaweza kunishukuru. Asante sana. Karibu katika vipindi vyetu vyote vinavyoendelea, kujifunza nyota, kujifunza elimu ya nyota pamoja na ndoto, utatafsiriwa popote ulipo, lakini pia kujua mambo mengi ya kielimu ili uweze kupata ushindi wa mafanikio yako. Asante sana. Nenda kwenye ukurasa wetu wa YouTube, subscribe kwa sana ili uweze kupata mafunzo yetu. Asante sana.